Hii ni Nipashe na Rioba Joshua. Hujambo na karibu kwenye taarifa zetu ambapo kuna mengi, lakini kwanza tuanze na yaliyomo. The impeachment was converted into a vicarious assault on family rather than investigation of constitutional violations by a public servant. Kesi ya kubanduliwa kwa Gachagua yaanza, huku sasa akitaka malipo na marupurupu kama fidia yake. Even the agreement that was made the other day, it is not captured in the Digital Health Agency. Walimu watishia kutatiza masomo kwa sababu ya SHA, muhula wa pili wa masomo ukianza kote nchini. Nairobi na Kiambu zaongoza kwa idadi ya wapiga kura wapya, huku usajili ukikamilika hapo kesho. Jaridhika kuambiwa kwamba mtoto wangu alicommit suicide. Familia ya Consolata Givinji alianguka gorofani katika mtaa wa Kileleshwa sasa inadai haki. Karibu mtazamaji, Njoki Chege ndiye mkalimani wa lugha ya ishara. Kesi ya kupinga kubanduliwa ofisini kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua imeanza rasmi katika mahakama kuu ya Milimani. Gachagua akieleza mahakama kwamba aliondolewa ofisini kinyume cha sheria mwaka 2024 kupitia kwa mawakili wake. Gachagua anataka mahakama ifutilie mbali uamuzi wa kufurushwa kwake na kuzua maswali ya uhalali wa kuteuliwa kwake Kithure Kindiki kama naibu rais. Ben Kirui anatueleza mengi zaidi yaliyojiri katika mahakama mchana kutwa leo. Akiwa amejihami na kikosi cha mawakili, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alifika katika mahakama kuu Milimani akitangaza mambo bado, miezi 18 tangu kung'atuliwa kwake ofisini. Kupitia kwa mawakili wake, Gachagua akisema kwamba kung'atuliwa kwake ofisini haukufuata sheria, akianza kwa kukosoa namna ambavyo mchakato wa kuchukua maoni kutoka kwa umma ulivyofanyika kote nchini. The public participation at the Bomas of Kenya was presided over by select ODM members of parliament from Nairobi County, who repeatedly asserted that the event was for invited guests only. 200,000 people as a function of the 14 million people who voted for the first petitioner and his president comes to 0.014 of the voters. Those are the people who participated. Now, I did a bit of maths in A-level. When you round off 4, it becomes 0. When you round off 1, it becomes 0. So there was 0 public participation mathematically. Naibu rais huyo wa zamani pia akisema bunge la seneti lilifeli lilipokosa kuchagua kamati ya maseneta 11 kusikiza kesi dhidi yake. I invite this court to see through the smoke screen cotton thrown about by the National Assembly and the Senate to confuse issues. They were merely saying we have the numbers. Mutadu. Kinara huyo wa DCP pia akiibua maswali kuhusu kasi ya kumfurusha afisini na kumwapisha Profesa Kithure Kindiki kuchukua nafasi yake. Why is the president's reference to the people of Murang'a as shareholders in his government acceptable political rhetoric? And a similar reference to the people of Nandi and Kericho, because those are the areas mentioned in the motion, by his deputy, an impeachable offense. Gachagua sasa akitaka uamuzi huo wa bunge wa kumpiga kalamu ufutiliwe mbali, huku akiibua maswali kuhusu halali wa Kithure Kindiki kuwa ofisini, akidai kwamba hakukuwa na mchakato wa kushirikisha umma. Gachagua hata hivyo alisema hataki kurejea afisini kama naibu rais. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na sasa Gachagua anadai malipo ya zaidi ya shilingi milioni 80 na marupurupu ya kustaafu kwa fidia ya kuondolewa ofisini.
Gachagua alifika mahakamani leo kujitetea, akisema hana haja ya kurudi tena ofisini, akisema anachodai sasa ni malipo ya miezi 35 ambaye amehudumu kama naibu wa rais. Emmanuel To anatueleza mengi. Katika stakabadhi zilizowasilishwa mahakamani Jumatatu, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua anadai malipo ya zaidi ya shilingi milioni 80 kama fidia ya kwanza kwa hasara aliyopata kwa kuondolewa afisini. Kiongozi wa mawakili wake Paul Muite akianza kwa kuweka paruanja anachowinda Gachagua. He abandoned the prayer for reinstatement. The core of those prayers can be summarized as follows. The question, if this court agrees with our submissions, the question of the unconstitutional impeachment. Number 2, payment of the remuneration he would have otherwise earned, plus, of course, all the benefits as per the law. Gachagua akianza kwa malipo ya hasara maalum ambayo ni mshahara wa milioni 1.2 kwa miezi 35 ambaye angehudumu kama naibu rais kutoka Oktoba mwaka 2024 hadi Agosti mwaka 2026. Malipo ya fedha za mawasiliano ya simu ya shilingi 700,000 ikiwa shilingi 20,000 kila mwezi na marupurupu ya shilingi milioni 22. Gachagua aidha anataka malipo ya magari rasmi ya serikali ambayo angetumia kwa muda huo wa takriban miaka 3 ambayo angehudumu afisini. Kinara huyo wa DCP pia anataka bima ya afya kwake na familia yake. Kando na malipo hayo, Gachagua pia anataka marupurupu ya kuhudumu kama naibu rais. Gachagua anawinda malipo ya uzeeni ya shilingi 950,000 kila mwezi, kiinua mgongo, hii ikiwa mshahara wake wa mwaka mmoja kwa kila muhula ambao amehudumu, hii ikiwa shilingi milioni 14. Gachagua pia anataka magari mawili yatakayobadilishwa baada ya miaka 4, gharama ya mafuta ya gari ya shilingi 1,180 kwa mwezi, madereva wawili, msaidizi, wapishi, afisi na kupewa hadhi ya juu katika uwanja wa ndege. For the period of 2.5 years that His Excellency Rigathi Gachagua served as the second Deputy President of the Republic of Kenya, it is our submission that Article 151 of the Constitution is fully applicable. Haya yote Gachagua anasema yatapunguza makali ya kubanduliwa kwake afisini. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Kwingineko ni kwamba utulivu umeanza kurejea katika kijiji cha Kwa Kamari, eneo la Taikuru, kaunti ya Kitui, siku 2 baada ya mashambulizi kati ya makundi mawili ambayo yalisababisha vifo vya watu 7 na wengine kujeruhiwa. Siku ya Jumapili, maofisa wakuu wa polisi wakiongozwa na naibu inspekta jenerali wa polisi Ed Lagat walizuru eneo hilo kutathmini hali, wakiahidi wakazi kuwa hatua za haraka zitachukuliwa kurejesha utulivu na kuzuia ghasia zaidi. Kulingana na takwimu za polisi, jumla ya watu 12 kutoka pande zote mbili wameuawa tangu Machi 29 mwaka huu katika mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi. Waandamanaji 31 waliokamatwa kufuatia maandamano ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta mnamo Aprili 21 huko Machakos wameachiliwa kwa thamani ya shilingi 10,000 au 3,000 pesa taslimu. Kundi hilo linalokabiliwa na mashtaka ya kuharibu barabara na kuvuruga shughuli za usafiri wakati wa maandamano hayo. Wakati huo, idara ya DCI ilipata kibali cha mahakama ya Kahawa kuendelea kumzuia Bare Sahar Ahmed anayedaiwa kutoa chechezo la uchochezi na chuki. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani kwa siku 10 ili kuruhusu uchunguzi kukamilika. Siku ya kwanza ya muhula wa pili wa masomo imeanza na wasiwasi, huku maandamano ya walimu wa sekondari msingi yakishuhudiwa. Aidha, walimu wengine wameapa kugoma wakilalamikia bima ya afya ya SHA wanayosema imeendelea kuhangaisha walimu. Emily Chebet anatueleza mengi zaidi.
Siku chache tu baada ya Wizara ya Afya na vyama vya walimu kutia saini makubaliano kuhusu kuondolewa kwa baadhi ya vipengee tata kwenye bima ya afya ya SHA, walimu sasa wanasema kuwa mabadiliko hayo hayajaonekana. It is not captured in the Digital Health Agency, which is actually the network that is servicing the whole thing of SHA. So we want, before they make any statement, let it be captured, because the hospitals are using whatever is in the system to treat our teachers, not the political statements. The issue of capping, we are not sure whether it has been removed unless we see a circular and a formal communication from SHA authority to various hospitals here in Kisii. Walimu hao wamelalamikia malipo wanayotozwa chini ya SHA kabla ya kupata matibabu, kando na idadi ndogo ya hospitali wanazopata matibabu. Mashuru, places like Oloililai, places like West and Langata West, those areas does not have any accredited facilities for our teachers. And therefore we are saying that this time round, KUPPET must address issues of Kajiado. SHA is giving teachers who are chief principals, D1, D2, D3, 300,000 for maternity. Hawa ni wale walimu wamesha malizana na uzazi. They don't have children, while the young teachers at C2, C3, C4 are given 10 to 30,000. That is mediocre. We end up now adding money to pay for our maternity leaves. The kind of medical cover that we are having, it's supposed to be a comprehensive cover, but in real sense on the ground, vituni different. And that's why we are saying, if at all, when the elapse of the 7-day notice is going to be experienced, we are sending a warning to this government. We are going to stage a demo. It shall not be a business as usual. Pia walimu walioshiriki usahihishaji mtihani wa kitaifa mwaka jana wamelalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao. Wakati tulikuwa na supplementary budget, NEC ilipewa pesa na sisi tunataka pesa yetu. NEC ilipewa pesa, hii sura ambayo mtu anaamka asubuhi anatuambia NEC haina pesa, hatukupewa pesa, mngoje pesa yenu mpaka another budget mwezi wa 7, wa 8, wa 9, hiyo hatutaki kujua. Na kwa upande wao, walimu wa sekondari msingi wameandaa mgomo kote nchini wakidai kandarasi za kudumu. We don't want to hear anything to deal with the consultation. There is money. The government has money. We see the money being splashed around the country for campaigns. Let that money be used to prioritize very important sectors in this country. Education is one of the important sectors in this country. We want to hear before the end of this week that these teachers are given letters. Failure. And I'm telling you, failure. We are going to take you to the next stage. And that next stage will be strike, kukimbiana hapa na pale. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Zoezi la usajili wa wapiga kura linakamilika rasmi hapo kesho, huku tume ya uchaguzi IEBC ikifanya kila juhudi kufikia azma yake ya kuandikisha wapiga kura wapya 2.5 milioni. Tume hiyo ikisema kuwa hadi sasa watu 1.8 wamejisajili, huku kaunti za Nairobi na Kiambu zikiongoza kwa idadi ya juu ya wapiga kura wapya. Kaunti za Lamu, Isiolo na Mandera zimeandikisha idadi ya chini ya waliojisajili. Safina Uma ana maelezo zaidi. Ni dakika za lala salama kwa zoezi la usajili wa kuendelea wa wapiga kura linalotarajiwa kukamilika hapo kesho. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ikitumia kila fursa mijini na vijijini na hata mitandaoni kuhamasisha Wakenya waitikie wito huu wa kufungua ukurasa mpya katika uongozi wa taifa hili. Miaka 18 ikiendelea. Katika mawasiliano ya hivi karibuni, IEBC ilitangaza kuwa idadi ya wapiga kura wapya waliosajiliwa imeongezeka hadi 1.8 tangu zoezi la kuendelea la usajili wa wapiga kura lianze tarehe 30 mwezi Machi. Hii ikiwa ni 75% ya lengo la tume hiyo la kusajili watu 2.5 katika awamu hii ya usajili inayokamilika tarehe 28 mwezi Aprili. Kufikia tarehe 24 mwezi Aprili mwaka 2026, kaunti ya Nairobi ilikuwa ikiongoza kwa orodha ya usajili wa wapiga kura wapya wakizidi watu 209, ikifuatiwa na Kiambu,
watu 97,000 zikifuatwa na kaunti zingine kama vile Kakamega, Machakos na Bungoma. Kaunti ya Lamu imerekodi idadi ndogo zaidi ya waliosajili hadi sasa ikiwa na watu 8,345 huku kaunti nyingine kama vile Isiolo na Mandera pia zikishuhudia idadi ndogo ya waliojisajili. Kaunti ya Homa Bay, Kisumu, Siaya na Nyamira zimerekodi wastani wa wapiga kura wapya 33,000 hadi 40,000. Zoezi la kuendelea la usajili wa wapiga kura linakamilika kesho, lakini Wakenya bado wataweza kujisajili katika vituo vya Huduma Center na katika ofisi za IEBC za maeneo bunge. Safin Acheng Oma, Runinga ya Citizen. Siku moja baada ya kifo cha msichana aliyedaiwa kuanguka kutoka nyumba moja katika mtaa wa Kileleshwa, familia yake imemtambua huku ikidai haki na majibu kuhusiana na kifo chake. Haya yanajiri huku mshukiwa wa kifo hicho Tony Odhiambo akifikishwa mahakamani Kibra, ambapo wapelelezi waliomba muda zaidi wa kukamilisha uchunguzi wao. Audio Francis ana maelezo mengi. Siku moja baada ya kifo cha msichana mmoja katika mtaa wa Kileleshwa, familia yake imejitokeza na kumtambua msichana huyo kama Constance Githinji na ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Murang'a. Nilikuja kupata hiyo habari jana usiku kitu saa 3 ya usiku, wakati rafiki walianza kunitumia ujumbe wa kunipea pole kwamba mtoto wangu ameaga dunia, ambaye usomea Murang'a University. So ndio nikaanza kufuatilia, na leo tukakuja na familia na tukakonfirm ni yeye. Familia hata hivyo inasema haijaridhika na maelezo waliopewa na maafisa wa polisi. Hajaridhika kuambiwa kwamba mtoto wangu alicommit suicide. Sikuona akiwa na shida yenye itaweza fanya commit suicide. So vijana wakimchukua walikuwa conclude suicide, of which nimewauliza mpaka simu yake, wakaniambia wakati walikuwa wanapigana kwa hiyo nyumba simu yake ilivunjikia hapo, lakini wakati tunakuja mambo ya kuandikisha wameandikisha ni suicide. Haya yakijiri, mshukiwa mkuu wa kifo cha binti huyo Tony Odhiambo alifikishwa mahakamani Kibera, huku upande wa mashtaka ukiomba siku 14 zaidi kuendelea kumzuilia. And therefore, releasing the suspect at this stage, Your Honor, is detrimental to the investigations of this case. And the same relocation injustice, Your Honor. Relocation miscarriage of justice. The application is allowed in the following terms. Custodial orders for the suspect are granted for a period of 10 working days. Inadaiwa Constance Githinji alifariki baada ya kuanguka kutoka orofa ya 6 ya jengo moja mtaani Kileleshwa siku ya Jumapili. Matumaini yangu ilikuwa jiendeleze kimaisha. alikuwa aende attachment for 3 months ndio arudi angoje graduation. Na huku mshukiwa akirejeshwa mbaroni kwa siku zingine 10, upasuaji wa mwili wa Constance Githinji unatarajiwa kufanyika wiki hii ili kubaini kilichomuua. Ode Francis, Runinga ya Citizen, mahakama ya Kibera, hapa Nairobi. Na asante sana kwa kujiunga nasi kwenye matangazo ya leo na kutakia usiku mwema wenye amani.